Now tunaenda sasa kwenye sehemu za muhimu kwamba mimi leo hii natengenezaje hizi multiple sources of income, kwa sababu no point kuja nahitaji kutengeneza yani multiple sources alafu ujui how. So number one, lazima ufind the gap alafu ufill that gap. Now mimi mfano na Let's Talk Finance, what's the gap? The gap ni financial literacy au lack of financial knowledge. Hatufundishwi mashuleni, hata ukubwani hatufundishwi. Mtu unakuta umefanya kazi, unatengeneza pesa nyingi, lakini kija changamoto kidogo tu unaingia kwenye madeni. Ukipata changamoto kubwa ya afya ina create havoc kwenye familia nzima. Kwa hiyo ni muhimu sana kama unataka kutengeneza multiple source of income, angalia the gap. Where is the gap? Alafu wewe uende uifill ile gap. So mfano mimi na Let's Talk Finance, kwanza utaona mimi nikikaa hapa mbele, Neema najua kidogo ana struggle na Kiingereza. Mimi naongea Kiswahili, nafundisha kwa Kiswahili. Uwezo ukaona video yangu nikifundisha finance kwa Kiingereza, kwa sababu hamna gap hapo. Video za Kiingereza ziko nyingi, unaweza kujifunza. So mimi naongea Kiswahili, nafundisha kwa Kiswahili, najitahidi saa nyingine kuandika kwa Kiswahili. Kuandika kwa Kiswahili saa nyingine ni changamoto, lakini natumia Kiswahili kwa sababu that's where I see the gap. So feel it. Now hii statement mimi naipenda sana. Naomba tuisome kwa utaratibu tuingie. You can earn more money while you are asleep than you can spend while you are awake. Hebu imagine hiyo kidogo yani. Yani kwamba umeamka na kuna hela ulitengeneza na una make an effort ya kuimaliza ile hela na unashindwa. Unajua maana unashindwa. Inabidi tuende kwenye hizo levels. Inabidi tufikirie vitu kama hivyo. Now hii ni a very simple law, a law of compensation. Inasema the money you will earn will always be in exact relation to. Naomba hapa tusikize kwa makini. Tusikize kwa makini. Kwanza, the need of what you do. Kitu unachokifanya kinahitajika? Lazima ujiulize. So, je, elimu ya finance inahitajika? Naomba unisaidie. Ndio, si ndio So that's number one. So elimu ya finance inahitajika. So kwa mimi hapo nimetick, si ndio Na kwa wewe ni nini? Andika hapo kwenye notes. Kama unajua nikiwa naongea hivi afu kuna idea imepita, kumbe mimi kuna kitu fulani watu wanahitaji, kiandike ili usikisahau. Don't trust your mind. Kuna watu wanahitaji, kiandike hapo usisahau. Ukitoka hapa kuna watu watakuja hapa watakutena, watakuvuruga, utashangaa kuna vitu umesahau hapa, sio? Alafu your ability to do it. So kwangu mimi Edmund nakuja, je, nina uwezo wa kufikisha knowledge ya finance kwa watu? Naweza? Thank you. Sawa So your ability to do it, kuipeleka ile knowledge kwa watu ndio inafuata. Cha tatu sasa ndio cha msingi. Kwa sababu mtu atakwambia, Edmund, hata Lawrence wengine waga ananiambia, Lawrence, Edmund, unaona wanafanya event. The only way uta make it ni if kuna difficulty ya kukureplace. Kwamba je, Edmund akishuka hapa kwenye stage anaweza akapanda mtu mwingine akadeliver information more than Edmund? Kama yupo Edmund hamtamuona baada ya muda. Hamtamuona. Event ya Let's Talk Finance kama hatutapambana kuendelea kuimprove, itafika sehemu watafanya watu wengine watatuzidi, we will not be here anymore. So challenge to us ni create a difficulty ya watu kutu replace. Tukishindwa hivyo, we will not be here anymore. Same kwako. Kile utakachoamua kukifanya, kama watu wataweza kukureplace kirahisi, yani hautaweza kutengeneza a significant amount of income. So your focus, it has to be on your ability to do it. Yani hiyo ndio inatakiwa iwe focus yako. Mimi focus yangu lazima iwe kwenye ability ya mimi kufanya hizi trainings, yani ziwe hivyo vizuri. Na mimi I thank all of you ambao mlikuja kwenye last events na mkatupa feedback. Mmetupa very good feedback. Na I hope leo mtatupa feedback tena. So wakati unataka
kujenga hizi multiple sources of income, you must be a specialist. Nani ni daktari hapa? Muona my sister hapa ni daktari, hata kunyosha mkono, lakini namjua, wengine siwajui. So huyu ni my cousin sister Catherine. Yeye ni daktari. Now kuna a general practitioner, yule general doctor, sio? Alafu kuna a specialist. Nani unadhani analipo zaidi? A specialist. So na wewe lazima uwe a specialist. Watu wakikuongelea wewe labda unaitwa Mary. Huyu Mary amespecialize kwenye nini? Kunaanza unataka daktari wa watoto? Basi muone fulani. Wanajua huyu ni specialist wa watoto. Wanajua huyu ni specialist wa cancer. Kwa lazima income yake itakuwa kubwa kuliko mtu ambaye yuko general. Kwa na wewe you must specialize. Kwenye kuspecialize lazima ujifunze vitu vingi sana. So take this kama your bank, your personal bank. Your personal bank. Si ndio Yeah, yani your bank account whatever, lakini your personal bank, sehemu ambayo hela yako inaingia. The aim ni kuhakikisha kwamba una hizi income sources ambazo zinakuja. Income sources ambazo zinakuja kwako. Yani as many as possible. Nadhani wanasema the rich wana kama ngapi? 7 Neema anajua 7 Yeah. Kwa 7, at least 7 income sources. Unazipata wapi? You have to build them. Now, hii ndio kitu ambacho ni cha muhimu sana. Hizi income sources lazima ujitahidi sana ziwe passive. Ile statement iliyosema you can earn more money while you are asleep than you can spend while you are awake, ndo hapa. Kwamba unadhani mimi kama natengeneza income from hizi talks na lazima nisimame hapa ili income ingie, there's a day sitaweza kusimama hapa. Niko limited kwenye time ambayo naweza nikasimama hapa. Lakini na uwezo wa kutengeneza online courses labda. Okay? Natoa ideas hapa. Naweza nikatengeneza online courses, wewe uka attend at any time. Alafu mimi nikaingiza hela. Labda nakuchaji 20,000 labda au 100,000. Kwa hiyo umeingia pale, mimi nimelala zangu huko au nimesafiri, lakini kuna hela inaingia. So hakikisha income unazozitengeneza, zile income sources ziwe passive, kwa sababu your time is limited. You only have 24 hours in a day. Kama unalala 8 umebaki na masaa 16, hayatoshi wewe kuweza kuattend biashara nyingi. Kwa hiyo utakuta kuna mtu ana biashara nyingi, yes zinamuingizia pesa, lakini anachoka. Anachoka sana. Jenga moja ikae vizuri, jenga nyingine hivyo unazifikisha point ambazo zinakuwa ni passive, wewe haupo, zinaendelea kukuletea. Now hapa quickly nitapitia kwenye passive income examples. You can write a book like Neema did. Write a book. Write a book, unaiweka huko Amazon, watu wananunua, you keep getting money. Okay? Maybe unaweza design a product or service, lakini you have to automate it. Yani automate in a sense that yani wewe unajiondoa pale. Sawa, mwanzoni utakuwepo wakati unaibuild, lakini ifike point ujiondoe. Hata kama wewe haupo, vitu viweze kuendelea. La sivyo utapata kidogo changamoto. Okay? Hii inasema stick to your lane. Stick to your lane meaning, unajua waga always kuna information nyingi zinakuja. Kwa hiyo unakuta wewe okay, hii inamaanisha kwamba mfano wewe ni daktari. Wewe ni daktari, okay? Mara nyingi unakuta tunaanza kwenda, sio kwamba yani ni mbaya, hapana, it's okay, lakini unasema stick to your lane. Sehemu ambayo umechagua kaa hapo. Usianze kuwanda, umeenda huku mara kidogo umefunga hichi, umefungua hichi, umefungua hichi. You will never progress. Lazima ukae sehemu useme kwanza, yani Neema ametufundisha kuhusu malengo. Kwa hata kwenye hizi income sources lazima ujue mimi bwana nataka kufanya hivi kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda, nina passion nacho. Hivyo yani ukitathmini ili ukianza kukifanya uweze kustick to hicho mpaka kiweze kusimama. Okay? Yeah. Now unaweza kufanya affiliate marketing, unaweza kufanya blogging, unaweza kufanya vlogging, video. Mimi nafanya videos waga naziweka YouTube. Of course sijaanza kufanya vizuri, lakini imagine since this year imeanza nilikuwa napambana kuwa monetize YouTube ili niweze ku-earn hela on YouTube. Namshukuru Mungu nimeachieve hiyo mwezi huu uliopita mwisho. Naomba makofi jamani. Kwa hiyo thank you very much. Juzi niliona na senti sijui 40 ngapi za dola kwenye YouTube channel yangu. Si hivyo ndio income source hiyo. Yes, thank you very much. Vicenti, you never know.
it can grow. You never know. Unaweza kufanya e-commerce business, unaweza kufanya dropshipping. Dropshipping ni kwamba unakuwa una supply bidhaa za kampuni fulani without wewe kuwa involved. Let me not explain too much about that. Unaweza kutengeneza mobile app. Naona Agnes anachekelea. Now, this is a book ambayo someone was supposed to display it earlier. Hii ni kitabu cha Neema. Kiko Amazon. Okay? Naomba tumpigie makofi. Kinaitwa Wild Tales Volume 1. Tales of Love, Passion and Brokenness by Neema Chami. So unaweza ukaimagine. Now ashaanza kukiuza Amazon. Kuna siku akaniambia ndani nimefanya my first sale. Akasema wow, okay. Congrats. Now she doesn't have to be anywhere ili kitabu kiuzike. Amelala tu, ameamka, anashangaa kuna mtu kanunua, katengeneza. You never know. You never know how big this book will be. You never know. Mimi natamani sana kuandika kitabu ila mpaka leo chali. Hivyo chali. Na poetry mimi napenda. Ukienda kwenye Instagram yangu kuna sehemu ya poems. Nenda pale Edmund Munyagi utakuta kuna sehemu ya poems. Zisome. Kuna zingine za ukweli mimi nikisema nimeandika mimi hizi. Hivyo lakini bado I don't have a book. So congrats sana Neema for that.